malizia hiyo game nafasi, basi kila mtu atachezea nyingi. Viporo vinaisha, lakini taarifa za kutocheza mechi ya dabi zinaendelea. Kuna namna inawatikisa. Hii watasema, na ile mechi wanasema hawaendelei, hawachezi kwa sababu baada ya kuona mechi ya juzi imeisha dhidi ya Mashujaa, lakini baada ya mechi hii pia inaisha, ile hatuchezi itazidi kupigiwa kelele. Wanachotaka wao waone Simba anapoteza mchezo kama huu, alafu watasema watacheza ile kama danganya toto. Mzaramo, tuseme matokeo ambayo Simba Sports Club wanayapata sasa hivi ndio chanzo cha Young Africans kukataa mechi ya dabi. Kabisa. Unajua washatumia pesa zao nyingi sana kwa sababu wachukue ubingwa, na walitegemea mechi zinazobakia 5-6 wao wawe washatangaza ubingwa, lakini msimu huu wa ubaya ubwela, kila wakiangalia akiweka mguu wake mguu wangu uko mbele, nikiweka mguu wangu mbele wake uko nyuma. Unajua ana mechi nyingi laini, ana mechi ndogo ngumu. Hizo ndogo ndo ambazo ameshindwa yeye kufaulu, lakini zile mechi laini zote amekuwa. Nikisema vipi, ana timu alizoziwekeza, amna hata timu moja iliyoambulia kupata pointi moja kwa ndugu zetu Ngogo. Hata timu moja kama ipo, mimi nakugea 500 hapa. Yani kacheza na timu aliyomdhamini, alafu akatoka labda draw bila moja, akaambulia pointi moja yule, pointi moja Yanga. Hakuna hata moja. Mzaramo, si kiwango cha timu. Sawa, ukisema kiwango na sisi tutakwambia walienda kucheza kule juzi. Wamecheza na Zimamoto, tumeona 1-1 kwa tabu, watu jasho linawatoka. Amecheza na JKU kwa tabu, si watoto wadogo wale, timu ndogo ile. Mbona hatujaziona zile 5-5? Umeelewa? 5-5 hatujaziona. Leo hii Simba anapata tabu, lakini Azam anapata tabu zaidi kwa sababu hiyo ya wale wana timu zao ambayo walozidhamini 6 lazima. Zile timu zote pointi 6 lazima, nyumbani na ugenini. Hakuna hata moja inaonyesha ushindani kwamba ikamzuia Yanga kuonyesha kwamba alikuwa Mashujaa. Unajua huyu JKT alikuwa tayari washamuingiza, walitaka kuingia mchezo wa upatu. Wakati wanacheza nao walitaka wakate keki nini ujamaa. Yule goalkeeper walisema watamsajili voice kibao na nini, lakini mwisho wa siku yule goalkeeper akaambiwa huo mtego. Hawa sio watu wazuri, wanataka lao. Lakini mwisho wa siku aliletwa na keki ya Chasambia. Lakini Mzaramo, haikukatwa keki ya Chasambia. Hapa Meja General Samuyo, keki ya Chasambia ililetwa, wakasema mpira ukiisha tutakata na nini, lakini hawakukata. Kwa hiyo ina maana hawa wapo kwenye mpira wanauchafua. Lakini sasa hivi maneno kumuona Simba yuko kileleni, Simba anakuja, na Simba huyu ni mkali. Mwaka jana, mwaka juzi walifanya maisha yao ya kuweza kuwalaghai wachezaji wetu. Umeona? Lakini mwisho wa siku baada ya wale kuwatema, wao wameishi nao, lakini wengine wako huko wanacheza huko kwingine. Unawaona huko wanapocheza mpaka kulia wanalia, ina maana hakuna ile nani, lakini huko walikuwa wakifungwa wanacheka. Visigino kila siku vinabanduka. Visigino vinaharibika, vina majipu kila siku. Mtu anajifanya kaanguka tufungwe. Kwa hiyo ina maana Simba hii iliyochaguliwa, na uzuri mwekezaji karudi, amewekeza kweli. Vijana wadogo wote wana hali na morali ya kucheza mpira. Wanacheza mpira vizuri, ndio maana unaona hivyo. Leo Simba inacheza finali shirikisho. Sasa utamkuta mtu anakuambia Simba hii tofauti na ile. Simba hii ya vijana wana morali, wana hali, wanataka mafanikio. Wakiendeshwa na Fabrice Ngoma mtu mzima, lakini ndio mtu anayeupenda mpira na anayopenda kazi yake kuliko mchezaji yoyote. Ndio maana unamuona anakuwa na morali sana, na ukapteni anapewa yeye. Kama Mohamed Hussein yuko uwanjani, sio? Kwa hiyo ina maana tunawaheshimu wale walokuja, na naamini kwenye hii tutakapoenda kumletea Mama Samia kombe la shirikisho, tutakalileta hapa. Kwanza ile tunafuta ile habari ya medali, maana walikuwa kila wakati kama watoto wadogo, tuna medali ile, kwanza tunafuta. Sasa hivi haitakiwi kuzungumza, kwa sababu hata mimi Mzaramo sasa hivi ninayo bado kupewa medali, si ninayo bado kupewa. Ina maana ile kwanza nafuta, alafu na mimi nadai kombe. Sio wapongeze kwa sababu wamekufungulia njia. Finali walipata tu ndondokela, kwa sababu wewe unaenda kucheza nusu finali na timu iko daraja ya kwanza. Timu imeshuka daraja, iko daraja ya kwanza.
Simba iko vizuri na hakika tutafanya makubwa. Nataka tuzungumzie ile la mwisho. Tunasikia tetesi kuhusu Faisal Salum kuhusishwa kwenda katika klabu ya Simba. Ili wewe unalionaje kwako? Ni mchezaji wa watu, lakini tukimpata tutashukuru. Ye mwenyewe aone pa kwenda ni wapi. Kama anataka kwenda sehemu sahihi ni Simba. Huko kwingine alipotukaniwa mama yake mimi sioni kama ana heshima na najua fadhila za mama yake mzazi wake. Basi kule kwingine alotukanwa mama yake mzazi apata kiu kwenda. Aidha akacheze nje au akatafute timu nyingine, lakini sio kuchezea timu ile aliyotoka walomtukana mama yake. Sawa Mzaramo. Neno la mwisho kuelekea mechi dhidi ya Pamba? Tunawaambia tu sisi sasa hivi viporo tunavitafuna kidogo kidogo, na tunapenda hizi mechi kila siku tatu mechi tunafarijika sana. Kwanza tunatengeneza kikosi chetu vizuri na wachezaji wanajiandaa kuelekea kwenye fainali, lakini pia tunahitaji wana Simba leo wote wanahitaji Simba icheze ili mradi wafurahi waone burudani. Si unaona soka safi imechezwa hapa. Kwa hiyo tunahitaji hiyo, basi tutajiandaa kwenda KMC kuishughulia Simba yetu. Shukrani sana. Sawa, mimi na swali la mwisho. Kwa kwangu mimi, wengine bado wana maswali. Swali langu mimi ni kwamba umesikika ukisema Yanga wanaharibu mpira, wananunua zile timu ambazo wanadhamini, haziwasumbui, hazileti ushindani. Katika matokeo ambayo Young Africans wako nayo mkononi msimu huu, wamechukua point 3 kwa Simba Sports Club na wamechukua point 3 kwa Azam, ambazo ni timu ambazo yeye hazidhamini. Wewe unaizungumziaje? Walichukua kihalali au na hizo pia walinunua? Labda nikwambie wewe kama wewe, ile pointi 3 waliochukua refa Ramadhani Kayoko, wewe ilikuwa mechi iko sahihi? Ni refari yule. Ni refari Bodi ya ligi waliompangia pale ambao wanamsimamia hatujaona chochote, so alikuwa right. Alikuwa right. Kwa hiyo akaendelea kuchezesha mechi. Hajaendelea. Hakuendelea. Yeah. Kwa hiyo hakuwa right. Labda tuwaulize wao. Ina maana hakuwa right. Na Azam? Point 3 walizochukua kwa Azam? Azam si nimechukua pointi 3 alafu mechi nyingine nimechukua pointi 1. Tumepambana. Nazungumzia Yanga amechukua pale Azam. Amechukua 3 Azam. Hizo za pili sijui, lakini na Azam alichukua pointi 3 kwa Yanga. Yaani nimesema timu asizozidhamini. Azam hajamdhamini. Azam kaenda kumfunga pale. Tabora hajamdhamini. JKT huyu hajamdhamini. Wote wale aliowadhamini hamna hata mmoja aliochukua kwa Yanga kuambulia hata pointi 1. Zote anachukua 6 nyumbani ugenini. Zote. Sasa hao hawaharibu mpira, ndio nyinyi sasa waandishi mkaseme wao hawaharibu mpira. Wale wote au wale aliowadhamini wote wana kiwango kidogo duni kuliko wale wengine. Inasemwa kwamba za chini ya kapeti. Msimu ujao Mohamed Dewji tajiri wa Simba Sports Club atadhamini klabu 10 kwenye ligi kuu. Hii utaizungumziaje kama ikitokea? Na akidhamini yule mdhamini wao atakimbia. Yuko pale kwa ajili ya biashara. Hataondoka kwenda kufanya shughuli nyingine. Kwa sababu timu yao itakuwa tena haina chochote. Kwa hiyo Simba si unajua wanagubu. Kwa hiyo na Simba nao watakuwa wanachukua pointi za bure. Wanagubu. Unajua baada ya hivi vipolo wanaendelea na mechi wanasema hawachezi. Sasa kama hawachezi warudishe leseni, kwa sababu kanuni yao inasema itafata kila kitu cha TFF na CAF na FIFA. Lakini sasa kama wanasema kwamba hawachezi ina maana wanakiuka. Basi waombe waseme bwana warudishe leseni, hawachezi ligi wakatafute pesa. Kwa hiyo ikitokea Mohamed Dewji akadhamini timu 10, kwako wewe itakuwa sawa. Kwa hili linaloendelea na huu mpira wanavyoharibu kwa ajili ya udhamini wao, basi litakuwa sahihi. Na nyinyi mnaenda kununua. Akisha nani mwenzako akishajua hivi wewe fanya hivi. Kwa hiyo mnakuwa inspired na Yanga. Mnakuwa inspired na Young Africans. Mpaka wale waache. Hiyo tabia waache. Kila wanachofanya na nyinyi mtafanya. Kama hicho tabia inaendelea, basi inatakiwa tuje na slogan mpya. Hii sasa hivi ubaya ubwela hatujamdhamini mtu. Lakini hiyo tutakuja na namna yake. Iwe aidha kununua timu au nini. Ili mradi tuwaondoe pale wanapochukua ubingwa kibatili. Watoke kwenye ubadhirifu, waende kwenye haki. Ndio mpira huo. Ndio maana yule kocha wao aliondoka, alisema ligi hii dhaifu kwa sababu anaambiwa kabisa, bwana pale tutachukua tu ziko 5 pale. Pale goli 5 zipo. Akasema mimi kimataifa siwezi kwenda, siwezi kupata matokeo kwa sababu hii ligi yangu dhaifu, wachezaji washazoea kula dodo hapa chini ya mti. Kwa hiyo huku hawawezi kupambana. Na kweli sasa kama anasema dhaifu, haya sisi tuliofika finali je? Ina maana lazima tuangalie hapa kitu gani kinakitafuna ligi yetu.